bless you. God bless you. Mungu akubariki sana. Karibu katika kipindi cha kukubaliana na Mungu. Tunapozungumza kukubaliana na Mungu, tunamaanisha kutembea na Mungu. Kinachofanya tutembee na Mungu, tuungane na Mungu, tuwe roho moja na Mungu, ni kumwamini Mungu, ni kuliamini neno la Mungu. Biblia inasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Tunapaswa kufahamu kuwa neno tunayesoma katika Biblia ni Mungu. Kwa hiyo yule neno ambaye alikuwa kwa Mungu sasa anaweza kuwa kwa mtu, anaweza kuwa katika biashara ya mtu, anaweza kuwa katika kazi ya mtu, anaweza kuwa katika elimu ya mtu, anaweza kuwa sehemu yoyote ile kama atapokelewa. Kwa hiyo tunampokea huyu neno na kuwa pamoja naye kwa moyo na kwa kukiri. Biblia inasema kwamba kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Tunapoamini kwa mioyo yetu tunapata haki ya kuwa na Mungu. Tunapokiri kwa kinywa tunaupata wokovu, tunapata kile ambacho Mungu amesema katika neno lake. Tunaenda kuangalia mojawapo ya siri hatari anayotumia adui kushambulia mtu, kumpinga mtu, kuharibu maisha ya watu, kuua baraka za mtu, ni madhabahu za giza. Madhabahu za giza ni silaha ambayo huwa inatumika kuharibu maisha ya watu. Kuna madhabahu za giza na kuna madhabahu za nuru. Madhabahu hizi zote ni mifumo ya kiroho ambayo inapitisha roho kuja katika ulimwengu wa mwili. Kuna madhabahu za giza ambazo zinaweza zikasimamishwa na zikaharibu maisha ya mtu, zinaweza zikasimamishwa na zikampinga mtu, zinaweza zikasimamishwa na kushambulia maisha ya mtu. Biblia kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 22 mstari wa 6 tunaona mfalme wa nchi anaitwa Balak anamfuata Balaam, njoo wewe uje unilaanie watu wa maana wana nguvu kunishinda mimi. Anamwambia Balaam, mwambie ni mchawi, Balaam mwambie ni nabii wa uongo, Balaam mwambie ni kuhani wa giza, aje walaani wana wa Israeli ili awapige apate kuwafukuza pale walipokuwepo. Kuna watu leo wamefukuzwa, kuna watu leo wamepigwa, ni kwa sababu ya madhabahu. Ipo madhabahu iliyosimama na kupeleka roho katika maisha ya mtu. Tunaona Balaam anamuita Balak, anampa utaratibu cha kufanya ili waweze walaani watumishi wa Mungu. Kwa madhabahu zinaweza zikasimama, madhabahu zinaweza zikajengwa, zikainuliwa kumpinga mtu asipite kwenda pale alipokusudiwa na Mungu. Kwa madhabahu moja silaha, kwa unapaswa kuvunja, unapaswa kuharibu madhabahu zote za giza. Kila madhabahu ina vitu vifuatavyo. Na kuhani wa giza, kuna kafara ya madhabahu. Kafara ya madhabahu ni zile kafara ambazo zinatolewa wanapewa mashetani ili kuja kuharibu maisha yao. Wanapewa mashetani kuelekezwa waende kwenye biashara ya mtu, waende kwenye ndoa ya mtu, wakaivunja na wakaishambulia. Kila madhabahu ina washirika au washirikina, wale wanaopeleka kesi. Kama huyu Balak alikuwa ni mshirika wa madhabahu ya Balaam. Kila madhabahu ina roho, kila madhabahu ina roho na kila madhabahu ina Mungu wake. Wana wa Israeli wanapewa agizo kwamba watakapoingia katika nchi ya Kanaani wazibomoe madhabahu zao, wazivunje madhabahu zao, alafu wang'oe nguzo zao na wazikatekate ashera zao. Hizi madhabahu, nguzo zao na zile ashera. Ashera ni Mungu yule wa madhabahu. Kwa hiyo kila madhabahu ina Mungu ambayo anaabudiwa mahali hapo. So Hesabu 23 Balaam anajenga madhabahu 7, anainua madhabahu 7 zilizosimama zimefunga wiki nzima. Madhabahu imesimama Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Hizo madhabahu zimesimama kumpinga mtu asiweze kufanikiwa, zimesimama kushambulia maisha ya mtu. Kuna matatizo mtu anaye sasa hivi ni kwa sababu kuna madhabahu ipo iliyosimama. Hiyo madhabahu isipobomolewa, isipovunjwa, hauwezi kufanikiwa. Tunaona katika Biblia mfano Gideoni alikuwa ni shujaa, lakini madhabahu ya baba yake ilisimama kumpinga asiwe shujaa. Ni mpaka unabii ulipokuja, ulipoletwa na malaika kutoka mbinguni, Gideoni anaambiwa wewe ni shujaa, Gideoni anaambiwa wewe ni tajiri, Gideoni anaambiwa wewe ni rais. Anakataa, anasema hapana, mimi sio. Anaambiwa kinachosababisha usionekane kama ambavyo kule mbinguni kule rohoni tumeshaona ni madhabahu ya baba yako, nenda kuivunja. Gideoni alipoivunja madhabahu yake, kile alichoambiwa kikadhihirika, kikaanza kuonekana, na ni kweli Gideoni alikuwa shujaa, ila kilichokuwa kinazuia ni madhabahu za giza. Kuna madhabahu zisipovunjwa, unakwenda kuingia sehemu fulani, katika mji watu mazaidi wanakuwa na mazoea,
ya kufanya vitu bila utaratibu. Kwa madhabahu zikivunjwa, kila kitu kitakuwa sawa. Na leo tunataka tukavunje madhabahu. Na unapokuwa unashughulika na madhabahu, kumbuka kuwa kuna makuhani wa kisa. Wale makuhani wa kisa wanatakiwa waangamizwe, watakuwa wateketezwe. Biblia inasema kwamba usimwache mwanamke mchawi kuishi, na wewe lazima ufahamu nafasi yako ni nani. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Namba 2, utakuwa ubomoe zile madhabahu, uangamize au uteketeze kila kafara iliyotolewa iliyokuwa mashauri na shetani ili kuharibu kushambulia maisha yako. Kitu kingine ambacho unapaswa kufahamu kufanya unapokuwa unaomba ili uweze kutoka tatizo, ili uweze kuharibu chanzo cha tatizo, hakikisha kuwa unajenga madhabahu nyingine ya kumwabudu Mungu wako.